mwivi haji ili aibe tu, lakini pia na haleluya, watu wa Mungu. Ni Jumapili iliyo njema ya baraka, iliyojawa neema, iliyojawa furaha, iliyojawa utulivu mwingi. Nasema imejaa furaha, utulivu, kwa kuwa mpaka wakati huu hakuna ambaye nimemuumiza, nimefanya tendo baya, kwa sababu furaha inatokana na kufanya vizuri. Kwa hiyo nambariki Mungu sana. Lakini leo nipende kutafakari pamoja kwamba katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 19 neno Mungu nasema kwamba lakini msingi wa Mungu ulio imara, yani msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye mhuri hii: Bwana awajua walio wake. Kama Bwana awajua walio wake, basi na shetani anajua walio wake. Matendo yanayotofautisha. Anaendelea kusema kwamba awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na aache uovu. Anayelitaja jina la Bwana aache uovu. Je, wewe umeacha uovu? Unaingia kanisani, unasali, unaimbisha, wewe ni mwimbaji wa praise and worship, mpiga drum kama mimi, mwimbishaji kama mimi, yani umewacha uovu? Ani uovu unapatana na wewe au uovu umejitenga nao? Yani lazima tufikirie pamoja kwamba tunalitaja jina la Bwana ili mwisho wa siku isiwe kama pale kuandikwa kwamba waovu makahaba watawatangulia. Lakini kuna wengine wanasema, mtasema kwamba tuliimbisha, tulipiga drum, tulisali, tuliombea, tuliabudu, tulifanya vingi makanisani, lakini Mungu anasema kwamba ondoka hapa, sikujui. Je, tutakuwa ni watu wa namna hiyo? Tutafakari pamoja. Tunapotafakari tuangalie na njia zetu zinatusapoti kusema kwamba mimi sio huyu au sio hao, kwa sababu kuingia kanisani ni swala moja, kuimbisha, kutoa sadaka, kufanya vingi unaweza kufanya kanisani ni swala moja, lakini swala la maisha ambao ndo tiketi au matendo yetu ambao ndo tiketi ya huko tunapokwenda yatakututangulia. Haitatutangulia tu kuongelea kwenye mic, kwa sababu kuongelea kwenye mic, kuimbisha, kuhubiri au namna yote hii kwenye mic au namna zote ambazo tunazifanya mahali pa ibada, inaweza siwe tiketi ya moja kwa moja. Naongea nini? Naongea kwamba hata mtu anapotaka kuolewa au aweza kaenda siku ya sherehe, kila mtu yuko vizuri, lakini mtu mwenye akili timamu hawezi akaenda siku ya sherehe, harusi, sikukuu, yani hivyo, yani siku ya hafla hawezi akaenda mtu mwenye akili timamu. Vile tiketi kabisa haipatikani kanisani moja kwa moja. Simaanishi tusiingie kanisani, naongelea kuingia kanisani. Kanisani ni garage. Sasa garage yanaingia magari mabovu. Je, gari bovu ikitoka pale limepewa maneno ya Mungu kwamba usifanye uovu, usimtendee ubaya jirani yako. Yaani uovu kama tulivyosoma katika Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 19, kama kila alitajaye jina la Bwana aache uovu. Huo uovu uliojulishwa kwamba uache, usitembee katika njia hii, baada ya kujulishwa huku na kukwenda mtaani kwa majirani, kwenye familia, huko tunapokwenda unaishije, ambapo unatengeneza tiketi. Kwa sababu hata wachawi, hata wazinzi, hata watu wa namna mbalimbali wanashika maiki, wanaimbisha, wanafanya mambo mengi, wanatenda kwa mambo mengi kuonekana watakatifu kabisa. Lakini je, maisha sasa nje na kushika maiki na kufanya tendo lote ndani ya mahali pa ibada ili kuonekana na wewe umeokoka kama wao, nje sasa matendo, mimi naongelea matendo, kwa sababu nasema kwamba kila alitajaye jina la Bwana na aache uovu. Uovu ni tendo fulani ambalo linakuwa na madhara kwako au kwangu na kwa mtu mwingine.
Sasa kila alitaje jina la Bwana anaacha uovu. Je, mimi na wewe tumeacha uovu? Mimi kwa kipande ningesema kwamba hapa kama mimi kijana aidha sijaoa, naweza nikathubutu nikasema kwamba kulingana na ulimwengu ulivyoharibika na zinaa, naweza nikasema kwamba hakuna binti anaweza kusema akaita simu yake kwamba mimi nimemtongoza. Hiyo ni njia mojawapo, na natafuta kujitenga na uovu. Je, wewe hata kwa kipande hicho kidogo umethubutu kwa sura kama hiyo? Unaweza ukasimama kwenye hadhara usema kwamba hakuna binti au kijana anayeweza kutoa memory card fresh ya ubaya niliyotenda? Je, tujiulize pamoja. Eza huenda huko nyuma ulikuwa umeharibu au nimeharibu. Baada ya kuokoka, ukurasa ukaanza upya. Ulikuwa mlevi, ulikuwa mzinzi, ulikuwa kahaba, ulikuwa mwizi na kadhalika, ukaanza upya. Baada ya kwanza ukurasa upya, umekwenda kwenye ukurasa mwingine, maanake ya kale yamepita, umeanza ukurasa mpya. Je, kuanzia hapo na kuendelea, je, kweli tumejitenga na uovu? Nitafakari, nimeona tutafakari pamoja. Tutafakari pamoja kwa sababu mwivi haji ili aibe tu, lakini pia na